Nini maana ya ndoto unazoziota? Ndoto zimebeba siri kubwa sana katika ulimwengu wa roho ambao watu wengi hawajawahi kuifahamu. Ndoto ni jambo la muhimu sana kwenye maisha ya mtu, japokuwa watu wengi wanapuuza ndoto, lakini ndoto ni lango. Ndoto ni lango linaloonyesha maisha yako yaliyopita, yajayo na yanayoendelea. Ndoto ni unabii wa maisha yako. Utakuwa nani? Ndoto zinaonyesha matatizo yaliyojificha kwenye maisha yako. Ndoto zinaonyesha kwamba katika ulimwengu wa roho ulifungwa wapi. Ndoto zinaonyesha katika ulimwengu wa roho wewe ni mtu wa aina gani, unaonekanaje. Ndoto zimebeba ujumbe wa hatima ya maisha yako. Bahati mbaya ni kwamba watu wengi hawaelewi nini maana ya ndoto wanazoziota, na leo nazungumza siri ya ajabu sana inayozungumza nini maana ya ndoto unazoziota. Kuna maana nyingi zinazoelezea ndoto. Kuna maana nyingi ambazo watu wanazitafasiri kutokana na ndoto, lakini ndoto ni taarifa unayopewa kwa njia ya picha ukiwa umelala, iwe imetoka kwa Mungu au imetoka kwa Shetani. Lazima utaona picha. Zote hizi ni taarifa ambazo zinazokuja kwa sura ya picha. Kwa sababu taarifa, watu wengi huelewa sana taarifa wanazoziona kwa picha, na ndio maana hata ukiwa unasikiliza mpira kwa njia ya redio na ukisikiliza kwa njia ya TV ukiwa unaona, kuna ladha tofauti kidogo. Utaelewa sana kile unachokiona kwa picha. Na hii njia ya ndoto Mungu anatambua katika hii njia watu wengi ni rahisi kuelewa. Ndio maana ni njia ambayo Mungu anaitumia kuzungumza na watu, lakini pia Shetani huitumia kuzungumza na watu. Haleluya! Hii ni sauti ya hatima. Ndoto ni mlango unaokupeleka katika ulimwengu wa roho. Ndoto ni mlango unaokuingiza katika lango la ulimwengu wa roho. Ndoto ni lango ambalo linakuingiza katika ulimwengu wa roho. Ndoto hili ni lango katika ulimwengu ambalo linakuingiza katika ulimwengu wa roho. Ndoto ni kitu halisi kinachoendelea kwenye maisha yako katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, mwanadamu ni roho yenye nafsi inayokaa katika mwili. Mwanadamu ni roho yenye nafsi unaokaa katika nini? Katika mwili. Ndoto ni jinsi ulivyo katika ulimwengu wa roho. Ndoto zinaonyesha katika ulimwengu wa roho unaonekanaje. Kwa sababu wengine mnahisi kwamba vile unavyoonekana katika unavyojiona kwenye kioo ndivyo unavyoonekana kwenye uhalisia. Sio hivyo. Ndoto zinakuonyesha katika ulimwengu wa roho unaonekanaje. Ndoto ni unabii wa mambo yatakayokuja kutokea mbele kwenye maisha yako. Ndio nimezungumza, ndoto zinazungumza katika mambo yaliyopita, yajayo na yaliyopo. Ndoto pia ni nini? Ni unabii wa maisha yako yatakayokuja kufanya nini? Kutokea mbele. Ndoto huonyesha wapi ulipofungwa katika ulimwengu wa roho, na hapa ndipo kuna siri za ajabu sana. Wale watu wanaota ndoto wako kijijini kwao, watu wanaota wanafanya mitihani. Leo wewe ni mtu mzima unaota mtihani wa darasa la 4, mtihani wa sekondari form 4, mtihani wa form 2, mtihani wa darasa la kwanza, mtihani wa darasa la 7. Ni miaka mingi unaota ule mtihani wa chuo. Naona hapa ndipo siri zimejificha. Unaota ndugu zako waliokufa, siri hizo ziko hapa. Haleluya! Ndoto hufunua siri zilizojificha katika ulimwengu wa roho. Hapa utakuta wale watu wanaota ndoto wanakimbizwa na nyoka. Watu wanaota ndoto ndugu zao waliokufa. Wanaota ndoto wamerudi siku za utoto. Wanaota ndoto wako darasani, wamevaa nguo za shule ya msingi. Haleluya! Ndoto zina nguvu.
ya kufungua milango iliyofungwa katika ulimwengu wa roho. Maana ndoto huonyesha kwa wale watu wa kiroho kwamba unatakiwa kufanya maombi gani ya kujifungua kutokana na vifungo ulivyofanya nini, ulivyofungwa. Ndoto ni njia rahisi ambayo Mungu anaongea na mwanadamu kwenye ndoto. Mungu huongea na mtu yoyote, iwe Mkristo au ambaye siye Mkristo. Mungu huongea na watu wote, maana yeye ni Mungu wa wote wenye nini? Wenye mwili. Mungu huongea na mpagani kumuonya juu ya uovu, lakini Mungu huongea na mwanadamu na kumfundisha na kumwelekeza mambo gani ya kufanya. Haleluya! Ndoto huonyesha mambo mema au mabaya, bali huleta maonyo. Kama kusoma kile kitabu cha Ayubu 33 mstari wa 15 mpaka 18, Biblia inasema, katika ndoto, katika maono ya usiku, katika usingizi mzito, uwaijiliapo watu katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia mihuri mafundisho yao, ili yamwondoe mtu katika makusudi yake na kumfichia mtu kiburi. Yeye huzuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiingie katika upanga. Haleluya! Ni muhimu uelewe ndoto unazoziota kuwa zina maana gani, kwani watu wengi kwa kushindwa kupata tafasiri halisi ya ndoto wanazoziota walipata madhara makubwa sana. Wengi wamekufa baada ya kuota ndoto. Wengi wameharibikiwa baada ya kuota ndoto. Wengine walianza kushambuliwa na maradhi baada ya kuota ndoto. Hapa tutakuta wale wanaota wanakula vyakula. Yes, wanaota wanapata ajali. Biblia inasisitiza kwa habari ya ndoto. Ndiyo maana ukifanya uchunguzi wa kimaandiko utagundua kwamba neno ndoto kwenye Biblia limezungumzwa mara 86. Kwenye kitabu cha Mwanzo neno ndoto limeandikwa zaidi ya mara 26. Na kwenye kitabu cha Danieli neno ndoto limeandikwa mara 22. Kwenye kitabu cha Mathayo neno ndoto limeandikwa mara 6. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume limeandikwa mara 9. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya ndoto unazoota na maisha yako. Nimezungumza juzi kwamba watu wengi wanaoota ndoto wanakula vyakula. Hawa watu wanakuwa na roho za magonjwa nyingi sana. Wanakuwa ni watu wa kuugua na matumbo yao yanakuwa sio matumbo salama. Watu wengi wanaota ndoto wamerudi kijijini kwao. Mara nyingi hawana breakthrough. Kila wanapoelekea kwenye breakthrough stage kwenye ulimwengu wa roho, kuna vitu vinatokea. Anashindwa kufulfill ile hatima yake. Kwa hiyo ndoto zina siri kubwa sana na ya ajabu ambao watu wengi hawajawahi kuifahamu. Nami ninakuombea kupitia Sauti ya Hatima. Leo siku ya pili tumezungumza nini maana ya ndoto. Tutakuja kuzungumza kipindi kijacho siri nyingine inayohusu vyanzo vinavyofanya watu waote ndoto. Haleluya! Hii ni Sauti ya Hatima. Still connected, ni Sauti ya Hatima nyumbani kwako. Tunachokusudia ni kwamba lazima tutimize kusudi. Iwe adui anatushambulia kupitia lango la ndoto, ni lazima tukabiliane naye na kugundua siri zake anazozitumia, kwa sababu huwezi kumshinda adui usimfahamu, lakini pia huwezi kumshinda adui ambaye hujui anatumia silaha za aina gani kukushambulia. Watu wengi wanashambuliwa sana kupitia ndoto kwa sababu hawaelewi ndoto wanazoziota zina maana gani. Hawaelewi, kwa wanajikuta wanapita kwenye matatizo magumu, wanajikuta wanapita kwenye matatizo yasiyoisha, kwa sababu Roho Mtakatifu anapozungumza nao pia kuwafunulia kwa hari ya ndoto, wanashindwa kuelewa kwamba ndoto hizi zinamaanisha nini. Hii ni Sauti ya Hatima, still connected with man of God, JB Innocent. Amen, 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 amen.